Watu wa mji huu, najua kwamba mnajua leo kuna jambo gani. Leo ni siku ya kuiponya ardhi. Nami ninasoma, naomba nisome neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango ule wa pili. Nasoma mstari ule wa 19. Watu wa mji wakamwambia Elisha, angalia twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu uonavyo, lakini maji yake hayafai na inchi kuzaa mapoza. Mstari wa 20, akasema nileteeni chombo kipya, tieni chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda paka chemchemu ya maji, akaitupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, haitatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. 22 anasema, hivyo yale maji yakapona hata leo, sawa sawa na neno la Elisha alilolinena. Amen. Sema amen. Embu inua mikono yako, sema amen. Nataka nione mkono wako ukisema amen. Siku ya leo kuna jambo ambayo Mungu anaenda kufanya. Biblia inasema watu wa mji wakajua tatizo ya kwao, wakajua tatizo mahali anapokaa, wakaona shida iliyoko kwenye ardhi yao. Maandiko yanasema wakamwambia Elisha, hapa ni pazuri kama unapona. Watu wanaoa na kuolewa, watu wanalima na kuvuna, watu wanafuga, wanafanya kila jambo linalowezekana, lakini kuna shida. Inchi haizai, inchi inazaa mapoza, inchi inaleta uharibifu, inchi haileti mazao kama inapotakiwa. Ardhi imekataa mazao. Kuanzia leo nimeiponya ardhi hii, haitatoka kufa wala kuzaa mapoza, haitatoka maji ya chumvi, haitatoka kufa, haitatokea uharibifu, haitatokea magonjwa. Biblia anasema Elisha alipomaliza kufanya, akaitabiria hiyo familia, akaitabiria hii ardhi, kwanza kuanzia leo hakuna kufa tena. Hebu inua mikono yako, sema haleluya. Nataka nimuone mtu akisema haitakufa tena. Nisikilize, chumvi ni nini? Sio chumvi ya kuweka mboga. Ni neno la Bwana. Ni neno la Bwana. Na siku hii ya leo katika eneo hili ya Monduli juu kuna chumvi inakuja, inabadilisha mashamba Shoza. Kuna chumvi inakuja, inaondoa magonjwa kwenye familia zetu. Kuna chumvi inaleshwa, inaondoa utasa, inaondoa umaskini, inaondoa magonjwa, inaondoa dharau. Naomba mbili inakuja, sema tunakwenda kufurahi. Nataka nione mkono wako, tunakwenda kufurahi. Ndio maana hii semina isilowezekana inaenda kuwezekana. Shamba iliyokataa mazao inaenda kukubali. Ardhi iliyokataa nyumba anaenda kujenga. Mtumishi aliyodharaulika anaenda kupata heshima, hata kama umedharaulika. Biashara iliyofufua, biashara iliyofufia inaenda kuinuka. Huduma iliyoshuka unaenda kuinuka. Uimbaji uliopotea inaenda kuinuka tena. Oh, haleluya. Hebu mpe Yesu makofi, mpe Yesu makofi. Inawezekana, inaenda kuwezekana. Hebu mkamate mchu, mwambie isilowezekana, isilowezekana
inaenda kuwezekana. Isilowezekana inaenda kuwezekana. Haleluya. Ardhi ikipona itakataa laana hata kama imelaaniwa. Leo kuna laana ardhi inaenda kutapika. Kuna ardhi inaenda kutapika laana. Ederele ranga ardhi hanya ngurumo anaenda kutapika laana. Baba, katika jina la Yesu, wewe ndio Yesu usodanganya. Ahadi yako ni ya kweli. Ukisema utaniponya, utaponya watu hawa. Tunaiponya ardhi, tunaiponya mashamba yao, tunaiponya manyumba zao, tunaiponya elimu yao, tunaiponya kazi zao kwa jina la Yesu. Pokea sasa, ya kwako imekurejea. Pokea sasa, ya kwako imekurejea kwa jina la Yesu Kristo. Kila haki iliyochukuliwa kwa huyu ndugu, Baba, naomba urejeshe. Wewe ni vyote ndani ya yote. Wewe ndio muweza vyote. Nimekuja kwako leo. Kuna mashamba mekataa mazao. Kuna biashara imekataa kusonga. Kuna watu wanatafuta hawapati. Kuna mikono iliyokauka. 2026 wakuone wewe. Wakuone wewe. Wakuone wewe. Wakuone wewe. Wakuone wewe. Katika jina la Yesu. Hakuna kisukari tena. Hakuna tasa tena. Hakuna umaskini tena. Hakuna machozi tena. Mungu akupe furaha. Miaka 7 ijayo. Miaka 7 ijayo. Furaha ijaye kwako. Mafanikio ijaye kwako. Uzima ijaye kwako. Mungu akupe jina nzuri. Katika jina la Yesu. Tuseme amen.